Unajua politics is also about loyalty. So ni heri lose mtu mmoja but to protect. Yategemea mwenye una lose what do they bring to the table? So if you're not bringing anything to the table, you deserve to die. That's the way of life. See ati mimi nasema because that's what I want to do. But that's the way of life. If you're bringing nothing to the table, you are equal to like you're not needed that much on that table. No comments. Wacha niwache maneno nikasirisha. Acheni nikasirisha. Wait gani ndio sasa make gift yenye iko. Okay. Atulia nimaliza. Sasa hata jamanizo unacheka. Unanichekesha. Wacha ni face sasa. Anza na ile. Una neglect. Anza na kwanza. Unajua na mzazi wangu atawatch show hili. Kitu okay nasema tu si kitu wapi kile nyamako mwenyewe ulishtuka. Education. Thank you. Likewise. Sasa mimi niko hapo. Siwezi kuangusha. Education na hopes. Na prayer. Yes. But hata kama education ile ya high school ati unaanguka hesabu na nilikununulia towel. Unangoja. Lakini sasa towel na hesabu. That's a typical lakini watu wale wanazikosa maweni. Joadi Ogobina pia alionyesha akipewa tutoka 500,000 each. Watu walianza kuteta na pesa si yako. I see hiyo hadi wewe unajua ni ya video. Aya after video cut aya leta. Na banja vitu za kishua kama na passion idea nitakupea success ni ndula tuna force kutoshare. Fasa na ngam vitu guest na share earpods sama speaker disto on air. Welcome ladies and gentlemen, welcome to Gist of the Urban Podcast. Slim is my name. Na kama unaviona leo tuko Mbogi, this is the team behind your successful content yenye wewe unapata. Hello. Yes, and to my left, bana Nikita hapa na leo tuko na HR. Ya mimi si HR. Madam HR, acha jintroduce. Jina ni Magdalene Muita, ukipenda Miss Muita. Yes. Na bado tujasema hiyo nyingine blue. Ewe majina niliyochana nayo. Bado kuna nyingine. Si moja. So wadau mkwaje? Ziko fiti. Yes. How's been your week, Miss Muita? Wiki imekuwa amazing. Na wewe unalala saa ngapi? Amazing, saa 9. It's evident. Masaa za mchana. It's kitu moja ni shade notice na Muita. Burn the midnight oil. Muita huwa anakuwa in like 10 committees at once. So kama nimesema yeye ni HR. Yeye na msema vizuri. So you good? Yes. So ebu we how has been your week man? Wiki yangu imekuwa fiti. Weekend tulikuwa pale juu Langata. Mkifanya nini Langata? Langata Sports Complex. Tuna face. Tuna face. Watu wa magari. Niliona gari fulani hapo kalikuwa yani iko fiti lakini design no msana na hype. Gari nyingine walipiga mara kadhaa kama 2 hivi. Gari kaanza kutoa moshi ya black, then I was like damn, kwani huyu jamaa amepeleka like unaweza ona the aibu nyomsi ametoka nayo hapo. Lakini ilikuwa fiti. Hapo sasa unaona kuona ile dream car. Yango ni gani? Mingi. Ni mingi. Tupe moja. Kwanza hapo nilifurahia kuona nilifurahia kuona Forester Family Yoroi Garage. Base 5 na 75. Sasa nyingine nikaanza kuona mabima. But mimi msee wa Subaru at the low end. Pesa ikiwa mingi. On the upper hand need money for Porsche. Porsche Cayenne. Porsche family my friend. Sawa mzee. Yes. Kikairo. KK. Kikairo bora isiko Kikairo Cairo. Kila mtu ananunua Porsche. Nani launch Porsche yake mtu anaitwa nani? Bwana X wa Maria. YY comedy. YY manifestation. Alipost jana. So pia mimi guys mkae ready na post yangu ile time. Una launch nini? What are you launching? Tawaita tulieni mimi nitawapanga. Unaita committee ku launch gari yako. Situite bana. You guys don't believe me. Nitie kule nyama, simutie kuja kukata ribbon. Hapa ni launch na J4. J4 pia ina depend na J9. Aje ina depend when buy yapi. Sasa kama mbai J4 downtown.
Kamkunji. Bro, Kamkunji kuna viatu noma. True. Si ni ukweli? Lakini sasa mbona launch na mtu unajua kuna difference ya J4 na hiyo nyingine sasa yenyewe. Unajua tulikuwa na kuna last year Denmark last year sema bei yake ya Samba uje. Yes, Samba wallahi. Akapea mpaka shika style pressure. Achana na yenyewe sitaki ku discredit msee hapa lakini people have suffered. Taja majina. People mnyi mnajijua, mwingine kwenda kununua vitu TikTok. Ushaibai kitu TikTok? No, but IG nikiingia first year. It was bad. Nililia. Ilikuwa pesa ngapi? Ilikuwa 3K. When nguo 3. Sasa I paid. Nikijua mzigo inafika Sunday. Najua Monday inang'ara. Wacha ningoje. Aliniambia Sunday by lunchtime. Nguo zangu zitakuwa zimefika. Nimeingia saa 9. Nangoja simu haipigi. Saa 10 simu haingii. Kufika jioni atafuta account Instagram haiko. Amedelete ama amechange profile. Sijui ilikuwa unknown user ama sijui like account yake ilipotea. Like haiko hadi hakuna content. Kabaki zile za nimekaribishwa Nairobi. Hebu mseme tumshaka. Karibu. Nimesema jina yake. Nimekaribishwa Nairobi. Piga mshout out. Atuambie alikusafisha. Ilikuwa someone plug. Na ilikuwa na nguo. Look can kill you. Izajo. Hiyo ni karibu Nairobi. Amina sidai washo bana. Oje, wewe ulizaliwa Nairobi. Sasa Nairobi mimi najua hizi streets. Wewe sasa wewe mwosha wangapi? Unajua Ni either umeosha ama umeosha ngapi? Taona. Sisemi. Watajua. Jua ni Mungu. Hii si pesa kidogo. Juu mimi nishaosha ile mchanga fulani ya 3K. Wale wasiwasimu. Wanatembea vitao mseme kama bro simu kama hiyo. Na ukanunua? Bro, kwanza niliangalia hivi nikaona specs. Sina nguvu ya kuiacha wala. Akaniambia 10K. Tukabagain tukafikishana 3500. Another red flag. Akakubali. Akaniambia bro sasa tena hebu withdraw ndo hapo hivi. Nika withdraw. Vile alisuchio simu online sikujua. From 10K to 335. I was young. Karibu streets. I was young. Sio kupenda kwangu. Ulipango kwa hizi streets. Sio kupenda kwangu. So hiyo ni incident tukiwa freshers. Yaani niliona fresher fulani wa Thika Technical Institute. Useme pull up na mahindi bro. Gunia mzima. Jamani, wewe nani mluya? No offense. Lakini 90 kg. Kijana hataki kuinama. Amejipanga. Kile labda pia anataka sababu. Ama anauza. Labda anaweza uza but they pay do. Anaweza uza. Sawa. Ushiona msiana noma hindi campus. Hujaishi hostel. Na hujaishi hostel. Na watu wanaishi kwa hiyo. Tika ni chao. Watu wako shambani uchukua maiki. Auze gorogoro yake hapo. Kualisha ni entrepreneur Maybe. 90 kg. It's either ni entrepreneur. Kwani unakula 5 years? Lakini uko boy wanacheza na mluya wewe. Anasomea nini lakini uko. Ugali ndio main meal, ugali ndio dessert. Bado ni appetizer. Anasomea course gani? Sijui lakini nataka tu kusomea course. Kasi engineer hiyo ni mchezo. Wale mtu kasi engineer hiyo ni jokes. 90 kg. Ama course iko na maths hiyo. Lakini mzazi anampenda. 90 kg. Bro 90 hata si kubwa. 90 ni mingi wewe. 90 ni kitu unaipepeta na miezi kama 6 hivi. Peke yako? Yes, ukula tu swali. Kwani unakula ugali resho gani? Sio ugali ndio ugali, alafu ugali ndio mboga. Kula kwa karibu, si kula kushiba. Unakula juiko? Kadi. Basi nakuwa crazy. Wase ukuja na vitu fani kutoka home. What's the worst ushaibeba kutoka home? Mimi shaibeba hadi mboga ya kienyeji. Hadi sufuria, wewe unasema nini wewe? Ikiwa first year, kila kitu unaweka unga ya uji. Cheki kucheka. Unga ya uji. Kwani amwencourage watu kuobe na. This is a safe space. Yes. So unga ya uji. Unga ya uji, cereals, mbosho. Wacha kuzibatiza cereals ni nini tupe like list. Si mbosho ni cereals.
Ndengu. Njahe tu ndio sijaibeba. Kamande iko hapo. Kamande na Ndengu hapana, Kamande Ndengu. But hizo ni vitu normal. Ni normal by the way. Sasa usiku mzima before nikuje shule usiku mzima nimekuwa disco matanga bro. Wako disco matanga na mrukume na Liban. Na mnacheka nini? Disco matanga kwa nini? Disco matanga bro like ni kama apex ya sherehe. Unaona sherehe hakuna pombe. Mnafurahia mtu akufa. Bana. Mnamsindikiza. Ni kwa bas. Una escort. Mnamsindikiza. Experience. Business. No, business. Sisi niko na experience. Mimi hufuatilia sana. Si unajua Winja? Winja who moved from Nairobi to Vihiga to basically Western. So juzi nimeona kwa stories zake alienda home and then kwa jirani kuna msanii alikuwa amekufa. So akainvite waende kupeana hizo condolences. Akienda alikuwa anasema hata jaribu kumattract vipi hata dance. But kufika anapata disco imeshika ilibidi tu ameingia. So like it's not from my experience, ni from observation. Like inaka kubamba. So personally would experience sijai but I would love to. Nipate chance. Mimi nataka kusindikizana. Studeni Kitale. Why not? Studeni Kitale. Nimekusikia sikuti ile inachapa. Bro. Ya chapanga disco matanga alafu sasa masaa mtu amelala amewekewa jivu moto kwa gumboot. Sasa mbona? Aje. Unalala aje disco matanga? Sina mchoma ama haizi mchoma ni kuamka ni jivu moto. Ni jivu moto. So haimchomi kwa gumboot. Ikiwekwa kwa gumboot si anaamka immediately. That's culture for us. Huko ni wapi? Huko ni Kitale, Kapkoi na place nyingine inaitwa Endebess na place nyingine inaitwa Bado nilikuwa naongea na Kate na nataka kwenda Kitale. Hadi nimeona on plan road trip to Kitale. So hiyo road trip Mr. Lipa atanipata tu home nimechill. Wanakupata huko. Wakaribisha headquarters. But I don't think ilikuwa right wase kuban nini disco matanga. Like ni part of culture. Si part ni culture yenyewe. That's culture itself. Especially for brothers. Yes. And from the West. Yes. The Westerners. No, Westernization is a real thing. Hata si Westernization. It's in us. We're not influenced. Sisi ni watu wa Western. Sasa mimi ni mtu wa Western. Western happy. South Nyanza. South Nyanza ni Western? Huko ni Western. Sasa ni nini ndio wewe na bamba huko? Sisi kukula. Mko wawili sasa hizi ni wakule ni wawili Kenya, wewe na Chaksi. Wewe waacha. Imagine ni wengi, mbona unapenda kutuonea lakini like we are so many in each and every university Kenya hawezi kosa like wakutia 5 to 10. Sasa unaona sasa ni each and every university well known curious ni wewe na Chaksi. Acha tuko wengi. Kinga industry wakuria ni wengi ni wenyewe maybe hamwajui sana but tuko ni introverts. Hapana, wakuja ni extroverts. Very bad. South Nyanza ni lifestyle. Huko ni lifestyle ndio inabonga. Kwa nini na nini wapi Omanga si ni Mkisii. Omanga ni Mkisii? Sio Mjaka. No, Omanga ni Mkisii. Huko muona nini Kisii ilikuwa Kisii Fest. Na represent nini? Dini gani? Si yako si nini wa Homa Bay? Ni wa Homa Bay. Wa Homa Bay ni Gladys Wanga. Unawa confuse. Kuna Millicent Omanga ni Mkisii. Wanga ndo wa Homa Bay. Gladys Wanga. Yeah, Gladys Wanga. So aligift mtoi wake Mercedes at 20 years. At 20. Walai. Asiati Mercedes tu peke yake. GLE. Wewe. Sikia. Yaani jile hadi kama una base. Okay, wewe kitu gani ndio make gift yenye iko. Okay. Atulia bali. Sasa hata jamanizo unacheka. Alichekesha. Wacha ni face sasa. Anza na ile. Una neglect. Anza kwanza. Unajua na mzazi wangu atawatch show hili.
Kitu okay nasema tu si kitu wapi kitu yenye ambako mwenyewe ulishtuka. Education. Thank you. Likewise. Sasa mimi niko hapo. Siwezi kuangusha. Education na hopes. Na prayer. Yes. But hata kama education ile ya high school ati unaanguka hesabu na nilikununulia towel. Lakini sasa towel na hesabu. That's a typical African. People na people do wana reason. Unaanguka unaanguka siari na unaendanga church. Like achana na hiyo. Ile vile umeandika nini list yako. Yeah, sure. Anakuja na pia jam. Blue band. Rose. Na ulianguka ulipata nini hesabu la sasa? Lakini African parents. Mothers, I was saying Ni mothers, mostly ni mothers. Like typical mother. But kitu nime notice ni ati shule si kusoma peke yake. Kuna vitu nyingi sana first. Okay, kama Sauti Sol walipata na high school. So na si masomo imewafikisha place of. So True. Actually kuna networking, hizo vitu zingine. So sioni mbona wazazi wanakuwa kisema sijui wakiona tuneni na masomo. Huwezi beba sukari, utaharibika. Sukari What's the inaharibika. connection? Utakuwa Hata lazy. useme nitapata diabetes lakini kuharibika. Hautasoma. Na diabetes nani amekataa Unafikiria shule? tu sukari kwa book. Uongo. Unakosa kusoma Design sukari. umekaziwa nao walimu hadi unakosa aje kusoma. Na si unaweza weka kwa loka. Mbona mwalimu anafunza wewe? Unatoa hadi kidogo hapo endelea kulamba. Bala. Lakini primary school mlikuwa na tabia ya ukibai mandazi and then utaki uombwe. Unaweka kwa mfuko alafu unachuna na huko ndani. Unapeana. Sasa kanatoka na hivi lakini unasema thank you kama enda. Ndio ukimnyima atasikia vibaya. So na ni mandazi moja. Defense mechanism. Kidogo kuna kwanza unaka Na kuna ile sasa ya kukasirika, unabonda, unaweka sura ya kazi kusenyo kwa na mandazi. Sasa job boarding ilikuwa sisi tulikuwa boarding. Sasa asubuhi watu wana whistle walikuwa na kona yao ya ku whistle. wenyewe wana pesa ya mandazi. Alafu wasa mandazi walikuwa na kona yao. Sasa ikifika masaa ya mandazi bro, smile at your own risk. Smile unaombwa. Ni kama vile ukimake eye contact na hoka tao kwa gari anakukujia wewe direct. Sign contract. Chukua. Nikiwa mtu hiki shaipewaga ile nini. Unaona afya ya time zikitokea jipewaga kani nimefungua na mzazi ajui. So hoka alinipea kwa window na mimi nikafungua. Ile ya baba shika. Ukadhani umepewa. Shoko new. Baba akachukua. Sasa mama mimi zile za umempea asante sio ndo umempea. Mimi sijakuitisha. Akina alikuruka tu hivyo. Ilibidi alipe. Sasa nishafungua. Kuna parents wanaweza kuachanisha ni wewe na hoka. Juu ya 8 bob surely. Lakini mzazi wangu alifanya hiyo. Ole wenu. Man, Bien amekuwa na event yake noma sana. Ilianza mimi nimeifuatilia kutoka kwa Maju but kwa ground ya LD ndio nilikuwa interested in sana na ya Meru na hii ya Carnival ya Sato. Nilikuwa fire mbaya sana. Alusa continue. I think Bien ametake music industry Kenya to another level. One man. Sijiona msaidia amefanya world tour. Mimi kwanza design Bien ana collaborate na artist na inakuwa like something amazing. Habagui. Alicollabo na nani Bridget Blue. Something nice. Kuna hivyo. All my enemies are suffering. Mtu amecollabo na yeye ni mkabila gani? Ni Mwarabu. Si amecollabo amefanya na wase kadhaa. But kule mse anatoka wapi? Hebu angalia. Mtu amecollab na yeye All My Enemies Are Suffering. Remix. Make remix yake. Actually si remix, ni remix. Utaangalia tu kazi. Ndio na sound Mwarabu, like Bien alitoa na Mwarabu. Hii ni connection kuna na industry. Bien kuna collab nyingi zenye hadi hazijulikani. Za Majude hata the other time akiwa na tour yake ya US alifanya collab na wase mob wenye
na si alikuwa anazipushuku, zilikuwa zinapushiwa majuu. Yeah. Ino zuri ya kugrow kwa industry for long. So bien akofiti. The mse mwingine mwenye naona anataka kufanya the same thing na bien ni mse kama Togi. Ndio kadi. Togi anafanya collab za substance, si collab za upuzi. Usikizi toxic. Sawa. Wewe sio backbencher? Atake S class. Ondaka nini? Jeep. Sawa. Wewe. So ni sawa. Utaki nasikiza zinaitwa gaje kitambo before nije zinaitwa R&B there's English songs basi the English songs so many to English Tatiana Manos. Hapo sasa hizo ngoma ukizisikia hadi unaweza lia. That's the goal. Mimi hapo siwezi relate. Watu wa reggae tukae kando kidogo. Watu wa reggae umeangusha jaba. Umeangusha njugu. Umeangusha njugu nachukua. Reggae ni culture. But as a wasani wa reggae, like they're the most realist artists in the world. Sindio? Sikiza lyrics msee. Sikiza message. Hakuna cha message. Sikiza message. Kuna kwanga na message. Sikiza message. Reggae. Hebu tuambie. Sikiza message. Hebu tuambie. Wewe acha. Wewe jua reggae. Messages za reggae wa zinaguza roho. Mbaya. Ndio nini unaona ukiwa na do? Do you prefer wasewa juu uko na do ama or you just do your own things? Mtajua. I don't have to say. I don't have to do anything. You will know. There will be signs. We are soon. Nasi vitisho. See like there will be signs. Mbona niwaambie na mnaweza ona. Backbencher ndani ya Mimi si backbencher wewe. And I was got na do na bado upande mat. Naweza panda. Juu ya the matatu culture. It's amazing. Unapanda mat. Mko tu mnasafirishwa mnafika bila stress. So ukiwa bilionea bado unaweza panda mat. Bado unaweza panda mat. Nganya zi. Mbona unazipanda nganya? I love my peace. Peace aje bana. Hiyo ni sana ni culture. Sasa unajua mimi culture gani ukipanda mat mimi naongelea Super Metro na Metro Trans. Hiyo ina culture bana. Si zenu. Toa hiyo jina culture. Super Metro inakuwa niliona inakuanga na wajamaa wengine. Wao madem vile wana post ma conductor wa Super Metro. Sikia. Sasa anasema ni culture. Culture gani iko kwa? Si mimi, si unaona kwenye meza si mimi. Madem post. But wanabambwa na conductors. Si mimi, nimesema ni mimi. But wewe unapenda Super Metro. Napenda Super Metro jia. Venye kuna wao kumetulia. Like unapanda mat, unalipa fare, unakuja ufike destination. Si hata nganya unapanda. Kwanza uzikompea madonda wa nganya na hizi na matatu hizi zingine. Hawezi compare. Kama ni vibes. Kama ni vibes hawezi compare. Hadi luku nilikuwa naona kina Moko walikuwa nasema time yao ma 90s. Wasi walikuwa wana benchmark luku na madonda. So madonda ndo walikuwa ni kama influencers ya time. I choose my Super Metro over Super Metro. Basi chunga kama una ndo enough usingie Super Metro. Utasukumwa. Unapanda kama kipanga. Kwanza niliona juzi kuna dem fulani fuliza ile kataa akiwa ndani ya gari. Walai. Alafu conductor anamwambia ama nikutoe nje nikurushe. Serious ama alikuwa na joke? Ilikuwa serious like alikuwa anajaribu kutoa do ikakataa. Sasa unaweza venye saa zingine like kama uko fuliza unaweza jiambia uko na pesa then ujaribu kutuma na ikatae. Sasa dem hadi kanaka kamepanic nani ni mfupi sorry to say. Hapo akingoja nijaribu tena eventually ni mtu alimsaidia ndo asirushwe disimete ilikataa. Lakini unanirusha juu ya ni balance ilikuwa 30 bob. No, ule mwenye alirushwa ilikuwa 30 bob. But yake fail ilikuwa so lakini mali ni chwani lakini kata hii so ni pesa moja. So ni pesa moja. Unamwacha tu for a while. Si lazima. Sikwani unajua ni unaona kaa tu wa hiyo do. Alafu ni huwezi jua kama ni ukweli msee hana ama anakupima. But nilijua aliona like alikuwa anajaribu lakini ujue ati nitakurusha nje huyo jamaa. Hiyo kama hiyo gari ilikuwa imejaa na mademu nishinda maboi.
anafaa chapu by the mashiko hapo anakuwa chini. Mnapiga conductor Wai mara ngapi? Mshaipigana Mara ngapi kwa mingi si mimi, mara ngapi napandanga matu anapigwa. Conductor hizo jokes za unapea conductor tao anaanza jokes. Anakurudishia 20 bob na gari ati takuongezea tukishuka hiyo utasahau. Out of town akupea 20 bob ziadi. Kuna mmoja anasema umempea so go pigeni. I have no problem. Cheza na pesa ya watu. Pesa ni ngumu. Na ukiamka unaogopa wakisi. Ukilala. Mbona alitushow hiyo alishatuonyesha hiyo vibes za nyanya hasa kwa nayo. Barabara bako tu fiti. Unajua ana hustle. Lakini hataka ni hustle. Unajua alibaniwa juu ya nini? Yesu ni hustle. Yesu ni. Okay, mbona Yesu ni nini? Hata sisema hiyo wadi alikuwa anasema. Alikuwa anasema Yesu. Ilikuwa kitu mbaya. Very bad. Yesu ni something very nasty. Wewe unasema nini? Na unasema ni hustle. Lakini unaona acha niwape story. Sasa kuna mkisi ni mwanaume. Amekaa hivi akaona ni kama haga inamea ama sijui. Acha hizo. Sasa akava dress, akaingia Kinoo kutafuta kazi. Ya house help. Ametafuta akapata akaingia kwa keja fulani akaimbiwa ingia. So senye wana bargain kuhusu job mse ana notice. Huyo si dem, uli mwanaume. Lakini akwadi na bra. So mimi naona hiyo ni courage gani mse anaweza kuwa nayo. Hadi uende kutafuta cover dress ni sawa. Kama bahati hiyo ni sawa tumezoea. Basi sasa kwenda kutafuta job. Your house help. Tuanze unaweza kwanza ni Mkisii. Tuanzie Mkisii. Mahali kwa Mkisii you can do anything. Kwanza ni Mkisii, pili ni Mkenya. Hakuna hizo ni titles mbili. Kenya is a very funny country. Unajua si mtu wa kwanza. Sijui kama mnakumbuka enzi za KCPE, KCSE. Nasikia stories za kijana alishikwa, alikuwa amevaa kadi, ameenda kufanyia manzi yake exam. Ile mapenzi. Hiyo nayo iko sawa. So Mkisii msimblame. Lakini pia economy ni mbaya. Lakini ni sawa, lakini angelivaje to that nini? To that standard yamejiwekea. Si alikuwa amejipanga shaba hivi kabla. Alafu ikifika siku za nini? Za periods atafanyaje? Kuna wenye na alukazi kila siku. Ananga boots. Ako tu sawa 24/7. Iko sawa madam. Huyo house help wetu ni madam lakini ugali. Na ako hard working. Lakini na ugali. Anafinya kuliko mzee wa nyumba. Lakini sinaenda na ratio ya kazi. Si anafanya kazi ya kikula. House help tunaanza kazi mob. Maybe kufua but on a normal day kuna kazi nyingi. Ina depend na household. Yeah, ina depend na household. Watu wengine nini? Do household liko na mtu mmoja pekee, huwezi compare na household ya sema 5 kids. Jio ni wapikie, uwafulie, vitu ni mingi. But that's a lot of work man. Ile kazi kuko house help ni kazi mob. Unacheza baba. Sasa hiyo ni bag na kuchase. But hiyo ndo kazi ya Nyadi tulikuwa tunaona the fifth akisema watu wao wafanye kazi kama hizo Qatar. Yako serious. Alafu anatangaza kwa TV ni. Mimi hakuna kitu nikasirisha kama the government of Kenya is looking to send 10,000 Kenyans to Qatar. Sijui akafanya nini. Hizo vitu nikasirisha. Hakuna place mnaweza wa employee nchi. Na ni to do manual labor kwa sijui malatrines kwa driver. Lakini kazi hizi security guard. Come on. Sijui house help like. Alafu mnasundua places zingine. Unajua hizi vitu mimi uziona. Unaweza ziona TikTok na IG mostly. Wasiona kwa wanaishi maisha zingine funny sana like but wasiona safa huko. Mimi kuna vitu kadhaa najua mwaka mmoja alienda Qatar. Okay, yeye anaishi, yeye alienda place fit. Sasa Kenya alienda ni fit. Ni kitu yenye alikuwa na passion nayo ya mambo ya tech. But watu wengine wenye nawajua uma house help au madev they're living a miserable life. So antiseka huko nje. Mbona hii expose ya BBC imetolewa juzi Costa na Uganda. Wenye upelekwa majuu kufanya kazi. Na hiyo ndio ilifanya wakaban nini? Hata bila dubs wameban nini zote za Uganda. Nini wameban
visa zote za wasi wanaenda Uganda for work. You can only visit. But see work permit. No. Wapata work permit. Yeah. Inaweza kuwa linked to you juu watu huko juu. Unajua kwanza okay, nizielewa mbona mtu atreat hivyo mtu mwenzake. I know. Hata kama ni maneno ya racism, mambo ya religion, how? So we are all human. Yes, Hiyo ni mbaya juu ile story unasikianga ile ya kuku potapoti kama mshasikia. Atipoti. Ano ile unajua inahusu nini? Ukishasikia poti unajua inahusu nini? Shit. Ile story ya Kenya celebrities na deal. Bila wanani pesa huko nje. Lakini hiyo ni wewe mwenyewe pia utakuwa tu unadai. Hiyo ni msemo mwenyewe atakuwa anataka. Unadai kufanya stories za body. Na siku nao wenye wanaendaga Kilimani sasa. Na Kilimani but tunaongelea hao wenye walipelekwa nje wakidhani ni opportunity ya ku transform their lives. Then unapata ni hiyo. Unafika unapata huko ni biashara ni different. Hey, that's so messed up. That's bad. Unarudi bana. Kwanza unafika kama documents zako zimechukuliwa so kurudi ni shida. Uwezi. Ina video follow. Yeah. Follow the master. Alafu niliona nini wa Kenya athletes wa Kenya wameshine huko ni Tokyo. Wameshine. Hai ni Kenya na US nini? Ni fair. Niliona watu wanasema US kuna gold mingi. Okay, US walikuwa the last time nikiangalia US walikuwa na 21, Kenya walikuwa na 11. Like but Kenya athletics si maneno ya kuwa na mlima ndio kimbie ni equipments. US hawana mlima za kimbia kana but bado wana produce such talents. Ni wako na facilities. Ni bora kuna goal kadhaa ya 800 meters ya men. Zenye by the hata David huyo anaitwaje? Sasa zimefika US amefika 36. 36 goals. Nini? Medals for US 26, Kenya tuko 11. Lakini wasi wanawin. Chan and then Chan ilikuwa successful. Ni 25 watu. Na bado au athletes wakikuja bado pia kuna ile pesa wanapewa pia. Wanapewa pesa? Yes, si medals. Zishapitishangwa. Zia hata ile ya kuwin kuna ile yenye alipitishanga. Ukishinda ukikuja huko mtindo na kuna pesa unapewa mita kadhaa sijui ni 1 2 ama 3 depending on the position so we make do so far tuko na gold 7 gold medals sasa ni milioni kadhaa unakimbia tu na narudi equivalent to kitu 10 hapo si ndio sio ndio imetajirisha nani Kipchoge ili Kipchoge pia ni brand kama brand si bado hata marathon hata nini lakini anakimbia ana participate mzee icon ametoka bana man ndio itambui kuchoka aizikimbia vile alikuwa anakimbia lakini mzee ni good ndio Kipchoge ako na brands zingine ataliataria ndiye alikuwa the first Kenyan kufanya partnership na Nike na Adidas at the same time na Isuzu. Imagine Isuzu Motors, acha kusema tu Isuzu. Watu wanaweza dhania kiatu. Nadhani ni shop hapa nchini Mountain. Bala Isuzu Motors. Wakabaki mpaka na gari. Kipchoge edition. Niliona. Alafu akona nini ni US akona inatagwa aje statue asini hapo kwa nini ya Nike kwa headquarters za Nike hapo nje na acknowledge so hiyo vile ile alibit 2 hours around Kipchoge amemake it. Talking of Chan mleme hii game ya ilikuwa sijui police something FC ilikuwa inachezwa sijui kani Kasarani sijui the stadium but kwa hiyo game kulikuwa na sarakasi between wa Somali na wa Kenya. Apparently kuna vijana walionekana wakisnatch bendera ya Kenya wanakanyagia chini. Ilionekana hata mimi niliona. Walikuwa pia kuna demo alionekana alikuwa na harasiwa kiasi. Wanamwekea hiyo flag ya Somalia kwa uso. So wana chest clout. Wanataka tukuje. Kusho ni clout, hiyo si disrespect.
Why are they disrespecting our country and our flag? Wanataka pia tuanze kuongea na wao. Wanataka yani to respond na hatu respond. Wewe ndo urespond, ingia TikTok uone patriotic Kenyans. Wanasema venye this issue should be followed up. Mbona mnafanyia hivyo flag? Wanataka tu retaliate. Wanataka tu retaliate. Hawezi shinda dia wenyewe wanajua. Na the fifth ameongea. But Hiyo pia yeye inamhusu wasinyamaze. Kazi yake ni kwetu ni kujenga. Anajenga, yafaa itwe jenga. is a man of faith. Bode niliona nini Anajenga imani. Anajenga imani. Na yeye mwenyewe anajenga. Mr. President. Lakini yako fiti. Yako on by Definitely yeye ni president ako on lakini kama policies bana dunia anafaa badilishe. No, the only policies zenye mimi hata mimi nikiwa hapo zenye naweza pass na zenye pia mimi zina benefit. I can't just work for you guys na kila siku mlani tu. Si like nyinyi ni wase sentimental, huwa mna grow, mnaenda na moods. Kuna siku mtasema umse yako on, kuna siku mtasema umse ana bo, kuna siku mtasema sijui nini, regardless of chenye anafanya. So all the role of the president bana. Unajua unanikasirisha. Na umeanza. All the role of the president. si president ndio ananini yeye ana oversee all nini kwa government. Vitu zote zinahappen kwa government. So vitu zingine hadi anakuwa attacked na vitu zenye si amefanya. Nani amefanya? Okay, tuchukue like for instance, ndio. Nani ule msali alikufa kwa alidedi kwa nini Central Police Station. Ndio. Ruto alikuwa hapo. Sasa sasa Ruto must go. Sisi tunamtetea but hiyo ni according to me. So if kama ni uko una hold high office, at the end of the day utakuwa unakula mastress zenye ujui zimetoka wapi. Unashangalia na trend nimefanya. But tunajua ndo commander in chief. So hizo security organs zote ziko chini ya nani? Chini yake. So if something is to happen in that environment. Nilikuwa nakuja kwanza uongee alafu nimuulize swali. Unajua usikue ignorant. Si kwa ignorant. Okay, and inaweza kuswa kuminvolve directly, but somehow in a touch on his duty, his responsibility. The commander in chief. But again lazima ukopia wewe una guard wase wako. Wow, unajua politics is also about loyalty. So ni heri lose mtu mmoja but to protect. Tegemea mwenye una lose what do they bring to the table? So if you're not bringing anything to the table, you deserve to die. That's the way of life. See ati mimi nasema because that's what I want to do. But that's the way of life. If you're bringing nothing to the table, you are equal to like you're not needed that much on that table. No comments. Wacha niwache nikasirisha. Acheni nikasirisha. Na amepata amelipa nini Grammys. Bro amebid. Grammys kuja Kenya. Unajua Grammys na cost pesa ngapi? Amebid 507 Kenyan. 507 million. Last year pia walibid. Last year ndio akasema hajabid. So pia hiyo atafuta mali aseme hajabid. So hiyo akibid kumaanisha ni non-refundable. Non-refundable. Mkipata mse kupata. How much? 507. Unajua inafaa kuwa recorded kwa Guinness Book of World Records. The first Grammys inakuja Africa, Kenya. But sasa unajua si Grammys ya the whole world. So ni Grammys ya Africa. But it's high time Africa pia wa come up na. Kuna konga na Afrima Awards. Mbona si invest in Afrima zikuje Kenya? Hapo sijui but yeye anataka Grammys. Anataka hataki hiyo Afrima ibada. Anataka kuenda kina Jay-Z wakikuja. Anataka maybe kuna artist anataka kupatana naye ama maybe anataka kuperform. Ni msanii kwani. Lakini kama ni mimi ndio nimeleta, lazima kwanza ni George Ruto kwanza inampea award best nganya sijui whatever. Nirudi niangalie best akona nganya 3. Triple A, Mood, Matrix na Manifest. Matrix lakini si alibai. Sasa ni zake.
kitu uja build kutoka chini unaweza ita yako. Si ulinunua. Ni yako. Si ulitumia pesa yako, you exchanged commodities. Unabai hadi nganyo na bai mtumba sure. Bwana usipinge mtoto wa rais bwana. Ana promote culture. Sana. Ile event, baada tulikuwa hiyo event. Yeah, wasi wali judge but mimi sikuwa naona anything. Mlienda launch. Hiyo launch. Tulikuwa mbogi ona sana. Tuliona. But the interesting ni hiyo launch haikuwa hype sana. Watu wenyewe wali hype. Watu wenyewe hata watu walikam. Hiyo nini? Haikuwa watu wasio kuimarket. Hakuna nganyima ya hype hivyo kali. Almost every Friday kuna kuanga na nganye inalaunchiwa. But Mood ndio the best nganye ishaitolewa in history. Nikapata hivyo hype. Shona nganye iko na DJ deck hapo mbele surely. Lakini hapo nayo. Sasa ni nganya ama ni club? Wanasema ni clubs on wheels. A walking club. So inafaa kwa barabara pia. Walking club. Ndio. Sasa kama ina walk, kwani ina walk wapi? Wale bwana umepanda mood sofa? Nimepanda. Actually nimepanda twice. Lakini haina sound system kali. Sound system yake hicho. Kuna sound system. Hata G-Unit imeiweka chini kwa nini? Mood haina sound system. Achana na Mood. Octopizo aliharibia Calligraph Mood pia. Wewe tulieni na kwamba poet. Aliharibia Mood. Alimwambia lakini alimwambia ukweli. Ohanga. Ati kivipi unavaa Timberland na sweatpants January to December from 2015 to 2025. But this time hata kama anataka ujia wewe ni si unaweza vaa vitu zingine like si uko na do bwana ndio kama ndio ujia kwa bibi. Octopizo pia hiyo hapo alijiingiza kutoje muhusu. Eti mtafuta hype ya bure. Alikuwa anataka kuelekea kushare. Ama alikuwa anataka kutoa. Lakini anataka ujia vibe. Mimi najua ujia na kuvaa Timberland. Na sweatpants. Na sweatpants. Na watu. So sema na sweatpants. Mimi najua Timberland. Unakojia wewe. Wewe pia ngine. Unakojia wewe short. Azi. But unajua ukiwa msanii like unafaa kuwa diverse na kuonekana na dress. Anajua consent yake ya wardrobe yake. But uji sumone video ya wardrobe yake. Una wardrobe yake kuna matopa kama 200. He's the OG. Wani ndio. Hiyo ndio tukao yasema ni quiet luxury ama shouting luxury. Quiet. Mimi na watu ni quiet. Quiet luxury. Ndio. Mabibi za matajiri. Wasijue. Like wasiwa jionele kwa watu wajione. Man. Si tabia yake. Kuna hiyo si tabia ya nini. Na wame expose milioni by the expose. Aitwaje? Umse wa forex. Wengi Kenyan prince. Unajonga sawa. Kafukuswi. Sasa hizo. Sasa alikuwa anaonyesha simu yake iPhone 17 Pro Max. So ukiangalia nini ya simu, wallpaper ya simu vile anaifungua sana anasema ndio simu yangu. So msee akapause hapo, akaangalia percentage ya battery. Akapata na saa. Battery iko 13% na saa ilikuwa around 6. So vile alifungua hivi kwa settings kuonyesha simu iko 57% na iko kwa charging. Alafu saa imefika 1 ni 1 pm. So umse alikuwa na like anakuonyesha hivi kumbe ako na screenshot ya specs za iPhone 17 Pro Max. Na huko nyuma ilifeka. Bro, kwani si kuna nini all along? Nini ya iPhone 15 na iPhone 17 zina share cover. Wacha cover. Mimi jana nimeona TikTok mtu akiconvert iPhone 15 to iPhone 17 na kutumia tu hizi cover hizi za kuprintiwa. Aliweka like unaona inaitwa aje alibuy cover like hiyo cover inakaa venye huko nyuma venye hiyo camera imeextendiwa na features za iPhone 17 zote. So hiyo camera inakaa exactly hivyo hadi kwa side buzz za power na volume na nini
zote like hiyo wallpaper imekuwa katiwa. Unaistikisha Rosafi na you have yourself an iPhone 17 from an iPhone 15 to 17. Upgrade moja safi. Alafu sasa utumiwe screenshot ya iPhone 17 na ndio wase. Mnasema sina pesa? Ona. Lakini nini niliambia watu? The first one. Nini niliambia watu kikuwa na iPhone kuna pesa? Like iPhone is a measure of your wealth. Village mentality. Sasa unasema kama Kenya Prince yeye. The first one in Kenya, the first one in Kenya. Actually to have iPhone 17 Pro Max. Yeah, kweli. Alifika Isli. Ndio the first person ilikuwa mtu fulani Isli. Hata Isli hata hakuwa na ringa. Alikuwa tu ameshikilia simu yake Rosafi mtu akapiga akachukua video akipita. Na kuna wenzetu wakishanunua. The village mentality. Sasa tulikuwa tunasema mbona stake kuingia forex but mbona kama usha notice hii stuff iko na do mbona uko na need ya kuambia wase na kuna wase fulani wengi wanapewaga matenda za hundreds of millions na wasemaji wanakoga tu wametulia. Nakwambia mimi nikaipata pesa. You see signs. Lakini ushasema tutajua. Bora usijiite bibi tajiri. Wacha. Lakini nasikia tu vizuri kujita bibi. My man. Wewe ushasikia bibi na makutuka baga kijita bibi tajiri. Ametulia. Hata unajua ni nani? Exactly. Na pesa iko. Pesa it runs in the family. Nilikuwa naona mali pia kusema old money haipendi kelele. True. Wasiwashazoea doa hawapendi nduru. Lakini mwingine atakujalia tudanganye story ya iPhone 17 Pro Max. Sisi mwingine bana. Wale wakukuwa na bundles za pesa. Wanawahesabia 1 2 unaona bilioni. Lakini sio ni ya nini? Mbona ufanye hivyo na alafu uenda kuvamiwa ama ina depend pia na nini yako wewe mwenyewe uliokuwa as a person. Kama Sonko ameshika kufanya vitu kama hivyo. Sonko hadi alienda Obina show na nini na masimu usijue msimu 17. Lakini unajua Sonko ni Sonko. Sonko ni Sonko. Sawa. Hadi unakuwa poet. Sonko ni Sonko. Who is the persona? Lakini watu wale hawazikosa maoni. Joadi Ogobina pia alionyesha akipewa tutoke 500,000 each. Watu walianza kuteta, na pesa si yako. I see you are the ones unajua ni ya video. Aya after video cut leta. Leta na hesabu. Ana confirm. Bana hizo ni kiki za kawaida. Lakini unajua kuna watu wezi pia hiyo pesa na irudi yote. Unaweza pewa pesa hiyo. Mimi napotea ikiwa mnashoot. Nasema kidogo na kwa. Naomba nijitoe kidogo. But mimi siwezi. Okay, of course. Nategemea na agreements. But unipe hivi. Agreement na mzazi. Ni kama ile mseme kupea 1M. Umweke kwa account yako. Alafu msee akapass. Na ni wewe na yeye mko mnajua. Wewe utafanyaje? You take the money to the family ama unacheza chini maana utoke block. Awe mwenyewe ushasema ni mimi na yeye. Sasa yeye yuko. What next? Sasa inabaki kuwa yako. Si ni mimi na yeye. Bro una roho. Kuna kitu inaitwa integrity. As a Christian. Question number 29. As a Christian. So what would you do? Si Mungu ndiye mbele ataelewa. Agreement was between two people. Yes. And now one person has gone. Who remains with the agreement? The other one. So I am agreed within myself to keep the money and I signed both contracts. Unaonaje? Kidogo. Seriously na corruption. Unajua nini corruption? But niseme na corruption. Wamepewa kazi, wamepewa tenda ya barabara. Unaona hii barabara yenyewe tukiunda first grade ita cost maybe 50 million. Na tukiunda second grade ita cost 20 million. Na kutakuwa na barabara. Wewe utafanyaje? Barabara ni barabara. Barabara si barabara. Barabara si barabara. So sawa as a human being utafanyaje? Me honestly mimi na fuata tu contracts. Natumia milioni 50. Walai. Na ubaki nil zero. Haina shida.
See, the contract states that 50 million ya barabara. Ishmael. I mean like Usidanganye, najua sauti ya mtu anadanganya. Mine is just to echo. Mine just like What mwalimu was saying. I will just follow the contract. Hapo mnatupima wallahi. Unatumia 20. Mimi sitaki kuongea sana. Upewe kwanza contract alafu Tulipe contract. Atarishoot episode. No, but siwezi chukua. But according to me, the majority watafanya na hiyo 20. That's hiyo ni kitu politicians wetu wanafanya wengi. Na si acha nakula solo ni also another chain pia kwa hapo. Jisikia msera sema akiingia hadi kulikuwa na MCA juzi wa huko Githurai 44 ameresign job juu. Tenders nini azikuji. Ana kila siku anapusha afanye maendeleo ndo azikao. So vitu zingine like kama utaki utapata kuna some force tu inakupush ufanye vitu vingine. But Babu Owino amekuwa ranked as the best MP. Mimi napigia Babu kura. Babu kwa sababu akisoma nini anaweza chukua. Babu 2027 anaweza kuwa dawa ya governor. One term. Ni governor. Achana na mambo ya one term. Tunakuja Babu governor. kwa sababu. Tunakuja governor. Oh, governor. Nairobi kwa Doctor. Nairobi is not working. Kwa Doctor. Inawaka wapi? Musiri anawaka. Musiri pekee yake ndiye anafanya kazi. Gani yeye pia siku hizi amekuwa Social content creator, advise watu kuhusu mapenzi. Anda correct wewe. Na yeye ndio. Ndio maana advise man. Hapana, Ameguzwa. atembee vizuri. Lakini Musiri hapo fit. Yada ana nini relevance. Ana work, yes, but Anataka pia kujulikana. okay. Unaweza julikana pia bila kuweka watu kwa spotlights. Kama hiyo bila nini watu bila consent. Yeah, bila consent. But Musiri kwa majina ni Musiri Chief Officer. Katibu mkuu wa mazingira jimbo la Nairobi. Sasa leo tumeona kwa hizo za makelele hizo ndio aliacha. Hiyo ilikuwa tu hype. Hiyo ilikuwa tu. But I think wana push kama kuna kitu ikihappen ni inateka public interest na wanataka nini shift like light shift from that thing to something else and wanasema Story makama. Madimples amtaki mtu Madimples. Nairobi na work. Na alikuwa na work. Wapi? Sasa hivi haiwork. Sasa ni kama iwork sasa tunaenda next person. Doctor. Hiyo ni doctor. Ni doctor lawyer. Doctor. Yes, our chief advocate. Ai. Bro, okay nenda ndio. But the funny thing at Nigeria ni Ethiopia. Walikuwa na ingia ni wewe. Walishaingia ilikuwa ni 2018 form 1. Tulijinza wanjeka ku form 1 sasa. Sasa hizi baje sasa 2018. Ando ako 2018 sasa. Liko kwa kalenda. Hizi vitu atisijui. Mimi naona kama watu wanakelea Yesu alizo 2023. Hadi akiwa mahali yako anashanga. Kwa nini niko na birthday ngapi shwari? Je, sasa kama ni hivyo inamaanisha Christmas ya Ethiopia ilikuwa juzi. Tena ni birthday nyingine ya Yesu. Yeah, we are on Ethiopia we see Christianity the dominant religion. Islam. So, what's up with these religions? Mbona wazee hawezi kaa tu wakasettle na kitu moja? Si wazee wote. Like tuamwe tu sasa hii religion moja. Ni like hadi jana kuna mtu mmoja aliuliza mali swali. Mbona Kenya kuna churches mingi? Na Mungu tunasema ni mmoja. Hata tukiwa sisi ni Christians. Mbona kuna Catholic, Protestants, sijui Lutherans, sijui akina nani? Sijui nyungu ya mpinyanzi. Ni? Nazipata hapo epi hapo nipewe hizo. Like sioni inakaa fishi sana hiyo. Kwanza hiyo mambo ya Christianity. Religion ni mambo ngumu, unaelewa? Inakaa fishi sana. Hayo ndio wachana tunayo. Ilitumika kudominate as Africans. Bado tunaisifia bado saa hizi. It's very crazy. Wewe upanga believer in conspiracy theory. Hapa. Wewe usikiza conspiracy.
Steve. Sisi I would like to know why mbona wanasema parapanda Italia kwanza kulikuwa na mimi kama mmeiona leo kulikuwa kuna rapture rapture ilikuwa ifanyike leo according to TikTok. Yeah, hadi kuna watu walikuwa wanapeana tips to make sure you are raptured. Kama Kenya dunia imeisha mara ngapi? Kwanza ilikuwa ishe August. Ilikuwa ishe alafu a day prior kuisha tukaambiwa no. Prophet alibadilisha. Tumeonewa huruma. Alichange. Bado alichanua ndevu akatingata wewe. Lakini sasa unaamka aje tu unaambia watu I have seen that the world will be ending on this day. Sisi mentality na ule jamaa mwenye anaamkaga anaambia watu nimetenga milioni sijui ngapi ya kufanya ABCD. But religion ukikaa kiufala religion itakubeba upuuzi. Yeah, the main reason mbona unasema the main reason hiyo kitu kweli tu religion ina shaping belief system ya mtu. So ndio unaona kuna Isaac tumesema kwa Catholic wanaamini ona Catholic vile hadi ile doctrine yao vile wanaomba wanaamini that's the right way. Ndio unaona PSD yao wanaamini leo ni Saturday au ndo ko right. Ndio Catholicness ndio zikaa chini waongee kuhusu religion ni vita. Mimi mwana kadhaa wamepigana leo kitu. You know unaona kama una oppose au ni high school. No, not just live vita as a high school. Catholic versus SDA. Vita haijaisha na hasidhani kama itawaisha. Yes. We worship on the Sabbath day ni Saturday. Sisi wakati mimi kama Mkatoliki najua Sabbath ni Sunday. Naanza vita you are worshiping idols. So nikuulize lakini okay so wewe mnaoshipingi Mary ama nini? So that's one is unaongea kama mkisi fulani na mtu. Hiyo ndio sasa unapotanga other some tunafanya against Catholic genius do worship do Mary woman so that's anganga I make ages sasa nini kusema mimi bado sielewi hiyo kitu juu at the end kama ukiangalia binadi vile Bible huko na huko inasoma is similar like hapo kwa God sasa ndio hapo sisi mnatuelewa nani na Mungu ni mmoja. According to me hakuna cha worship sijui idol. You just bring to the son through the mother. Si ndivyo? Mary is an intercessor. Wajue hiyo. Sasa kama inaweza fikia ule nani kisi fulani wawili wajue hiyo. Katumbo na kafupi. Wajue ya kwamba unajua tumongelea rapture na hiyo story ya rapture. Rapture aliwekwa DP na OG for whole week. Jupia alienda podcast akasema alienda si got ali boycott azi si before then alikuwa ameenda the first time sasa alienda kachizi podcast sasa ndio akasema akaadress hiyo issue akasema ujini father then akaenda sasa iko nini then akairudia tena alikuwa ameitwa sasa mic check ndio aka boycott hadi bado iko nini pia alikataa pia bado pia kwa alikataa lakini mwafu ni kama alimgeuzia mwafu alimgeuzia mbona za rapture alichukulia kitu personal sana hiyo azi alikuwa na reconciliation according to me nikiona lakini unaita OG pale is a relative term OG is still offensive pale translates to foolish it translates to foolish anacheza na fire anyway ni sawa wafanye tu vile walikuwa wanajisikia kufanya Juliana aliambiwa ende na jeans 5 Jesus kama online kamba sasa nataka ukuje jeans 5 uchague hapa wewe wa drop lakini sasa hiyo tuna respond aje hiyo respond as the person how do you respond sina respond pia mimi namwambia pia kujie sweatpants hiyo haishiki ama mjindo kali ama zile ama unapaka nene nitoaje hizi chimbas zile za kupakwa rangi unapaka za yellow za red za blue unamtengenezea unamwambia kujia unamwambia kujia so hii episode imekuwa fiti and me I think tumalizie hapo ama unaje waziri wa masuala ya ndani
tunaendelea. But before bana, kama mfika at this point of this podcast, like share, subscribe. And before tumalize, Pulse Campus Influencer of the Year. Yeah. Award. Nominee. Nipigie kura. Bana niboke. HR. Make sure we vote. Taweka link. Kwa description, naomba take a link kwa description. And season 2 episode 2 done and dusted. Like, subscribe, comment and share. Tell a friend to tell a friend. Gist of the Urban Podcast, we out.